shetani. Dunia hii ni mali ya shetani. Dunia hii ni mali ya shetani. Una heri wewe ambaye uliyemchagua Yesu Kristo. Una heri yule ambaye unaenda katika njia ya Kristo. Una heri ambaye yule umemfanya Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Na wewe sikiliza, ulioko kanisani, unaigiza wokovu. Ipo siku ambayo itafika, ipo siku ambayo itafika, hautapata nafasi ya kumuita mchungaji, hautapata nafasi ya kumuita Dani, hautapata nafasi ya kumuita Mwampashe, hautapata nafasi ya kumuita Samuel Kimanga, hautapata nafasi ya kumuita. Unaigiza wokovu, unaigiza wokovu. Pole na kuhurumia. Unaigiza wokovu. Pole na kuonea huruma. Pole na kuonea huruma. Pole, narudia, pole na kuonea huruma. Pole na kuonea huruma. Yesu akasema, kama umeamua kuwa wa moto, ni heri uwe wa moto. Kama umeamua kuwa wa baridi, ni heri uwe wa baridi. Usiwe wa vuguvugu. Nitakutapika katika kinywa changu, nitakutapika. Nami nakwambia pole. Unaigiza wokovu. Pole mama, unaigiza wokovu. Kijana, pole. Unaigiza wokovu. Binti, pole. Pole na kuonea huruma. Pole. Siku ambazo zinazokuja hautaweza hata kuomba maji. Siku ambazo zinazokuja hautaweza hata kusema Yesu. Siku ambazo zinazokuja hautaweza tena. Kitu kilichomponya Ayubu alimshika Bwana. Kitu kilichomponya Ayubu alienda katika njia ya Bwana. Kitu kilichomponya Ayubu alienda katika njia ya Bwana, na njia yake ilikuwa ya haki, na njia yake ilikuwa ya haki. Haleluya, haleluya. Ukienda katika njia ya Bwana, hata Bwana akikutumia mauti, mauti hataiahirisha. Ukienda katika njia ya Bwana, Bwana atakuwa rafiki yako. Ukienda katika njia ya Bwana, Bwana atakutegemeza. Unajiuliza ya kwamba mtumishi unasema nini? Soma kitabu cha Ezekieli. Ezekieli aliambiwa tengeneza nyumbani mwako, kwa sababu wakati wako wa kufa umeshafika. Mungu alimtuma nabii Isaya, lakini akageuka kwa Bwana akamwambia, Bwana tazama, nimeenda katika njia zako za haki, nimejenga madhabahu yako. Naye Bwana akafunua kitabu chake, akaona ya kwamba kweli Ezekieli ameenda katika njia zangu, akamwongeza miaka ya kuishi. Je, una sifa za kuongezwa miaka? Hauna sifa za kunyakuliwa na shetani? Kama umekuwa mizigo kwa wazee wa kanisa, kama umekuwa mizigo kwa wachungaji, kama umekuwa mizigo kwa wachungaji, je, una heri, una hadhi ya kuongezewa miaka? Na kuuliza mama, na kuuliza binti, unang'ang'ania nguo zako za kukaa uchi mpaka kanisani, unatuonyesha sisi, unatuonyesha mapaja yako, unatuonyesha magoti yako. Yatatusaidia nini sisi? Unang'ang'ania mavazi ambayo siokuwa na heshima, na wakikuonya unasema ya kwamba ni wakati wetu wa kutesa. Mimi nakwambia tesa sana, tesa sana, tesa sana, na bado hujatesa. Tesa sana, tesa, lakini zipo nyakati ambazo zitakazofika hautaweza kutesa. Hebu kamtazame mtu ambaye aliyekufa, amekaa siku 2 tu, hajapigwa zile dawa. Kamtazame, hutaweza tena, hutaweza kumwangalia mara 2. Kamtazame. Lakini tukiwaambia, tukiwaonya, mnasema ya kwamba ni wakati wetu wa kula raha, ni wakati wetu wa kutesa. Nami nakwambia tesa sana, tesa sana, tesa sana, tesa sana, tesa sana. Lakini mimi nakwambia pole na kuhurumia. Lakini mimi nakwambia pole na kuhurumia. Mungu ni yule yule jana na leo na hata milele. Hajawahi kubadilika. Mungu aliyetembea na Ibrahimu, Mungu aliyetembea na Isaka, Mungu aliyetembea na Yakobo, ni yule yule, hajawahi kubadilika. Ni yule yule, hajawahi kubadilika. Ni yule yule, hajawahi kubadilika. Mitembeo yake ni yule yule. Kwenenda kwake ni kule kule. Miujiza yake ni ile ile. Mungu ni yule yule, hajawahi kubadilika. Ni yule yule tu. Tutabadilika wanadamu,
lakini yeye hawezi kubadilika. Tutabadilika viumbe, lakini yeye hawezi kubadilika. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Yohana akasema, Yesu alikuwa anasema, mimi ni njia ya kweli na uzima. Mwanadamu hakuweza kuiona njia ya Baba, lakini Yesu alipokuja akamwonyesha njia. Hebu naomba watu watatu wasimame hapa. Naomba watu watatu haraka wasimame hapa. Naomba watu watatu wasimame hapa. Watu watatu, tunataka watu watatu. Nataka nitoe mfano muone jinsi gani Yesu alivyofanyika kuwa njia. Nataka watu watatu wasimame hapa. Simameni hapa, wageukieni watu kule. Sogeni hapa hivi, sogeni kabisa hapa, sogeni hapa. Huyu ni mwanadamu, huyu ni Mungu. Katikati hapa kuna shimo. Kitu kilichomfarakanisha mwanadamu na Mungu ni dhambi. Mwanadamu huyu hakuweza kuja hapa kwa sababu alivunja mahusiano hapa kwa sababu ya dhambi. Nasi tunahubiri injili ya toba. Hitimisho ya injili ni toba, full stop, hakuna kingine. Huyu mwanadamu hakuweza kufika hapa kwa sababu alijichafua. Ikabidi Mungu afanye namna nyingine ya kurudisha mwanadamu aweze kufika hapa. Akaona ya kwamba mwanadamu hastahili yeye mwenyewe kuja hapa, kwa sababu mimi hapa ni mtakatifu, halafu huyu ni mchafu. Mungu akaamua ya kwamba nini, hamtoe mwanae wa pekee. Lile shimo liliosimika mahali hapa liweze kufukiwa, ili mwanadamu huyu akitaka muone huyo, sharti mwanadamu aweze kupitia hapa. Halafu huyu hapa anamuunganisha kwa Baba. Pasipo huyu mwanadamu ufiki hapa. Pasipo huyu Yesu Kristo hausamehi dhambi. Pasipo wewe, pasipo huyu hapa mwanadamu bado unaonekana na dhambi mbele za Mungu. Lakini Mungu akamweka mwanae wa pekee, na anasema kwamba kwa maana hii jinsi niliupenda ulimwengu hata nikamtoa mwanangu wa pekee, ili kila mwaminie aweze kupona, asiwe na mauti tena, bali awe na afya tena. Ndio maana akamtoa mwanae wa pekee akamweka mahali hapa. Alipomweka mahali hapa, huyu sasa ndio kiunganishi baina yao, ya huyu na huyu hapa. Huyu ndio kiunganishi. Mtu yoyote ambaye anayemkataa Yesu Kristo hawezi kuiona Firdausi ambayo iko mahali hapa. Firdausi huwezi kuiona ambayo ipo kwa Mungu. Mbingu huwezi kuiona pasipo Yesu Kristo. Yesu ndiye kiunganishi cha kuingia mahali hapa. Nendeni watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Nadhani kila mwenye masikio atakuwa amesikia na mwenye macho atakuwa ameniona. Mungu akasema, nami mtoa mwanangu wa pekee, ili kila afaye, kila ambaye amwaminie asipotee, bali awe na uzima tele. Maana yake kiwe kiunganishi mahali hapa, hata itakapofika siku zake za kufa. Hata tunahubiri injili, hata kama mimi nayehubiri injili nitakufa mwanangu, nitakufa, lakini nakufa kufaje? Lakini nakufa kufaje? Nitakufa katika mikono ya Kristo Yesu, bali nitakufa katika mikono ya Kristo Yesu. Mbingu zitanipokea, mbingu zitafunguka, zitanipokea, mbingu zitafunguka na kwenda kuwekwa mahali ambapo ni pazuri sana. Ndio maana tunapaza sauti. Pastor Dani ameandaa mkutano akupazia sauti ya kuambia ya kwamba Yesu ndiye njia. Dini sio njia, dini sio njia, bali Yesu ni njia. Hata babu zetu walikuwa na dini, babu zetu walikuwa na dini, hata babu yangu alikuwa na dini, lakini dini haikuweza kumpeleka mahali popote, bali alikufa akiwa mganga. Naamini ya kwamba babu yuko kuzimu kwa sababu alimkataa Yesu Kristo. Akiwa anaumwa tukamwambia Yesu, babu muokoka, akamkana Yesu Kristo, akasema namwamini Mungu, na uwezi kwenda kwa Mungu pasipo kumwamini Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Yupo kuzimu. Napata ujasiri wa kusema hivyo kwa sababu alikuwa mganga wa kienyeji, alimkataa Yesu Kristo. Una heri yule ambaye utakayekata shauri leo la kumpokea Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Una heri kubwa, una heri kubwa, una heri kubwa, una heri kubwa. Yesu ndiye mwenye uwezo wa kukufufua. Yesu ndiye mwenye uwezo wa kukufufua. Ukisoma kitabu